Hallelujah. Praise Jesus. Happy New Year. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu akasema kwamba ni rehema na neema za Mungu kwamba hatujaangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Shetani alisukuma mwaka ambao umepita bali wa 2025. Lakini Mungu amekuwa pamoja nasi. Kama sio Bwana kusimama pamoja na wewe na Israeli na aseme sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kama sio Bwana kukuwa upande pamoja nasi, hatungeweza kufika siku ya leo. Kwa hivyo siku ya leo nataka niongee kuhusu rehema za Bwana. Kwamba ni rehema za Bwana hatujaangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Mchungaji Darius Mwale. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nimeoa, niko na mke wa kike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaelewa wakati huu mambo imebadilika. So niko na mke wa kike. Bwana Yesu asifiwe. Na mpenda sana pamoja na watoto. Mungu ametujalia, ametupa watoto na Biblia inasema kwamba watoto ni urithi kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So nafurahia unaweza simama uwewe hivi wakuone. Bwana Yesu asifiwe. Ule ndio mke wangu, nampenda sana. Bwana Yesu asifiwe. So nataka niseme kwamba ni rehema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba wakati mwingine rehema za Mungu zinazidi fahamu za wanadamu. Haleluya. Kuna wakati unafika kipindi unaangalia ni nani ataweza kukusaidia, lakini unapata kwamba mwanadamu amepungukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wanadamu, hiyo ndiyo asili yetu, kwamba tumepungukiwa. Bwana Yesu asifiwe. So kunaye ambaye akona rehema ambazo zinazidi mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Na jina lake ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niongee kuhusu mtu mmoja ambaye alikuwa amepooza. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 5, kuna mtu ambaye Yesu alimponya siku ya Sabato. Haleluya. Kuna mtu ambaye alikuwa hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine sisi tunategemea watu wetu, na Mungu anawacha kwanza uendelee kutegemea watu wa kwenu, ndiposa utakaposhindwa ndio ujue kwamba Mungu ndiye anaweza. Mungu ndiye mtetezi. Bwana Yesu asifiwe. So neno la Mungu linasema kwamba baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Mstari wa 2. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika itwaye kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao 5. Mstari wa 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Mstari wa 4. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika, akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote aliyekuwa umempata. Mstari wa 5. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 34. Yesu alipomwona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Mstari wa 7. Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, niko mbele zako kama mtumishi wako Bwana. Ninashukuru ni kwa sababu ya nafasi hii ambayo nimesimama kwenye madhabahu yako Bwana. Ninaomba unene pamoja na moyo wangu, unipe ufunuo. Mimi siwezi bila wewe.
Baba, nisaidie kulisha watu wako, kulisha kundi lako Bwana, hili neno, ili kwamba nikawe na baraka, nikawainue katika viwango vingine. Ninakushukuru Mungu wa rehema, maana wewe unatenda. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na takuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema kwamba, kumbuka kwamba ilikuwa siku ya sikukuu. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni siku ya Sabato. Watu walikuwa wameenda katika shughuli zao. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu huyu alikuwa amepooza. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa amepooza, hawezi. Alikuwa hana mtu ambaye anaweza kumshika na kumrusha katika birika. Bwana Yesu asifiwe. Birika lilikuwa pale linaitwa Bethsaida. Bwana Yesu asifiwe. Na katika ile Bethsaida, neno la Mungu linasema kwamba kulikuwa na malaika ambaye aliyekuwa anakuja anatibua hiyo maji. Mtu wa kwanza kuingia katika hilo maji anapokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. So kulikuwa na watu walikuwa pale hawawezi, viwete, vipofu, watu ambao wamepooza. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema kwamba kulikuwa na watu wengi, lakini huyu mtu ambaye alikuwa ni mmoja hakuwa na mtu wa kumrusha katika birikani. So wakati alipokuwa anajaribu kuenda katika ile Bethsaida, ile birika ama pool, Bwana Yesu asifiwe, hakuweza. Ni kwa sababu hakukuwa na mtu ambaye angeweza kumsaidia ili kwamba afikie katika birika hilo. Bwana Yesu asifiwe. So alipokutana na Yesu, Yesu akamuuliza, wataka nikufanyie nini? Akaanza mambo zake kusema kwamba sina mtu ambaye anaweza kurudisha pale. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia historia yake, akisema, akamwambia kwamba mimi ninapojaribu kuingia kuna mwingine ananitangulia. Kuna ule ambaye ana msaidizi, anamsaidia, anamweka mbele yangu na mimi nabaki pale. Biblia inasema kwamba mtu huyu alikaa pale miaka 38. Hiyo sio miaka ambayo amezaliwa nayo, sio umri wake, ni miaka ambayo amekaa katika huo ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. So nataka niongee na mtu siku ya leo. Huenda kuna mambo ambao yamekutesa miaka mingi iliyopita. Haijalishi miaka ngapi ambao umeteseka katika hilo teso ambalo uko nalo. Lakini nimekuja siku ya leo kuambia kwamba kuna Mungu wa rehema. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kukutia moyo kwamba mtu wa Mungu, usichoke kumwita Mungu. Ni kwa sababu Mungu ni wa rehema. Mungu si kama mwanadamu. Mwanadamu anaweza kuwa na limit. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu amepungukiwa, lakini Mungu ambaye nakuletea jioni ya leo, siku ya leo ambayo ni siku ya kwanza ya mwaka, ukaweze kutembea pamoja na huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Mungu hawezi kukuacha. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zako wanaweza kukuacha. Haleluya. Neno la Mungu linasema kwamba, je, mama anaweza kumsahau mtoto anayemnyonyesha? Biblia inasema kwamba ndiyo anaweza, lakini Mungu hawezi kutusahau. Ni kwa sababu ametuchora kwenye kiganja vya mikono yake. Haleluya. So nataka uelewe kwamba wakati ulipomkiri Yesu ulifanyika mmoja wa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So shetani asikudanganye, shetani asikuwekee uoga. Mwaka huu tembea katika rehema za Mungu. Mwaka huu tembea katika ushindi wa Bwana. Mwaka huu tembea kwenye baraka za Bwana. Haleluya. Mtu huyu alikuwa amepooza. Huenda ndugu zake walikuwa wamechoka kumbeba. Wanadamu wanaweza kuchoka na wewe. Ndugu yako anaweza kuchoka na wewe. Lakini kunaye Mungu ambaye hawezi kuchoka na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wanadamu wanafika mahali ambapo ni mwisho, lakini Mungu hana mwisho. Wanadamu wanaweza kuchoka na wewe, lakini Mungu atakubeba. Bwana Yesu asifiwe. So nataka niseme kwamba asubuhi ya leo kwamba kunaye Mungu ambaye amejawa na rehema, ambaye ni Mungu wa kweli. Hawezi akatuacha. Hawezi akatuacha. Mtu huyu alimwambia Yesu kwamba laiti angelijua Yesu ndiye ambaye anatuma wale malaika wanaokuja kutibua hayo maji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Laiti angelijua kwamba anaongea na Yesu.
Wakati mwingi Yesu anakuja kwetu kwa neno, kupitia neno lake, lakini sisi bado hatujafahamu, bado tuna maswali. Yesu asifiwe. Anaambia Yesu kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kuniweka katika birika linapotibuliwa. Yesu asifiwe. Na kumbe Yesu ni yeye yule ambaye anawatuma wale malaika waje watibue lile, lakini amekuja kwa ajili yake. Nataka niseme kwamba Yesu anapokuja, anakuja kwa siku na anakuja kwa maalumu na anakuja kwa kusudi la mtu mmoja. Yesu asifiwe. So Biblia inasema kwamba walikuwa wengi ni wote, lakini alikuja kwa mtu mmoja ambaye ana msaada. Haleluya. Ambia mwenzangu usitegemee mwanadamu. Mwambie usitegemee mwanadamu, tegemea Mungu. Yesu asifiwe. Mungu alingoja kwanza tumaini la ule jamaa liishi, kwamba ndugu zake walimsaidia, wakafika mwisho wakainua. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme kwamba katika shida zako wanadamu wanaweza kuja wakuangalie, walie pamoja na wewe, lakini watakapoenda makwao hawatawacha kukula. Bwana Yesu asifiwe. Watakuja wakuona, wakuambie ndugu, pole, tunakuhurumia, lakini mwishowe wataenda watakuacha na shida yako. Lakini kunaye Yesu ambaye akikuja matatizo yote yanakoma. Bwana Yesu asifiwe. So tutembee katika rehema za Bwana mwaka huu. Tutembee katika rehema zake, maana ni mpya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Mtu huyu alikuwa amechoka. Mtu huyu alikuwa hana msaidizi. Mtu huyu alikuwa hawezi. Alikuwa amepooza kwa sababu ya magonjwa yake. Jina Bethsaida maana yake ni kwamba the house of mercy. The name Bethsaida inamaanisha the house of mercy, ama nyumba ya rehema. Bwana Yesu asifiwe. So Yesu ni Mungu wa rehema. Haleluya. Tunapoimba tukisema kwamba ni wa rehema, ni wa rehema, hakika Mungu ni wa rehema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani niseme Mungu ni wa rehema? Wewe jinsi ulivyo, mimi na wewe, kuna jambo ambalo Mungu atakuja hapa kukuuliza, akuambie kwamba ndugu ama dada, ni nini ambao umefanya ili kwamba ukaweze kuvuka mwaka? Utamwambia nini? Kuna watu wengi ambao walikuwa wavuke lakini hawakuweza. Kuna watu walipanga mipango kwa sababu ya mwaka huu lakini hawakuweza. Lakini mimi na wewe, because God is not done with us, that's where we are alive today. Bwana Yesu asifiwe. There is something, kuna assignment ambayo Mungu anataka ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Katika matatizo yako kunaye Mungu ambaye anakuona. Bwana Yesu asifiwe. Katika magumu, kuna watu wanapitia mambo magumu ambaye hata hawezi kuambia wanadamu. Mwambie Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni rafiki wa pekee. Yeye ni rafiki wa kweli. Ukimwambia yeye anajibu maombi. Bwana Yesu asifiwe. So wakati huu ni wakati wa kutembea katika rehema za Mungu ili kwamba tukaweze kuona ukuu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipomuona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Bwana Yesu asifiwe. Yesu anajua matatizo unayoyapitia. Bwana Yesu asifiwe. Inasema kwamba Yesu alijua huyu mtu amekaa katika hiyo hali miaka mingi. Alikuwa amekaa katika hiyo hali miaka 38 katika ugonjwa wake wa kupooza. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya malaika kukuja anatibua maji, mtu wa kwanza kukuja akiingia ndani anapona, yeye hapo na mtu wa kudurusha. Bwana Yesu asifiwe. So nataka niseme kwamba kuna Mungu, ni Mungu wa rehema. Mungu ambaye unapolia anasikia. Mungu ambaye unayeteseka anakuona. Bwana Yesu asifiwe. So tukae katika mapenzi ya Mungu ili kwamba tukaweze kukutana na hizi ambazo ni rehema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Mungu anapokuja tusimpe visababu. Haleluya. Unaona huyu mtu katika mstari wa 6. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 7 anasema kwamba yule mgonjwa akamjibu Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Wakati Mungu anakukujia kupitia neno lake, Bwana Yesu asifiwe, usilete visababu. Ambia mwenzako waacha kuleta visababu. Mwambie waacha kuleta visababu. Mungu anaponena na wewe, usilete visababu. Mwambie Mungu, nataka kupona. Mungu, nataka nitembee katika rehema zako. Mungu, nataka hili na lile. Bwana Yesu asifiwe. Huenda miaka mingi umemwomba Mungu kitu fulani katika maishani mwako. Haleluya. Kuna wengi walikuwa na maono mwaka ambao tumepita, lakini walijaribu na wakashindwa. Lakini Mungu amekupea siku nyingine tena, ama mwaka mwingine ukajaribu tena. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kumuita Mungu, maana yeye anajibu maombi na atafanya zaidi ya uombavyo. Zaidi ya makusudi yako Mungu anatenda. Zaidi ya tuwazavyo Mungu anafanya. Bwana Yesu asifiwe. So tukae katika mapenzi ya Mungu, tukimwomba Mungu tukijua kwamba yeye achelewi wala akawii. Bwana Yesu asifiwe. Si mwanadamu akasema uongo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba Mungu sio mwanadamu. Haleluya. Kumaanisha kwamba mwanadamu ako na mwisho wake. Haleluya. Lakini Mungu hana mwisho. Kuna mambo yanatushinda sisi wanadamu, lakini Mungu hakuna jambo linaloshindikana kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali unafika unasema kwamba kama mimi mwanadamu na uwezo wangu nimefika mwisho, lakini kumbe hapo ndipo mwanzo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So nataka kukutia moyo siku ya leo kwamba kuna Mungu, kunaye yule anayekujali, kunaye yule ambaye amebeba maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba Yesu alipokuwa na wanafunzi wake akawaendea akawauliza, pia ninyi mnataka kuniacha? Haleluya. Petro akamwambia Yesu, tukuache wewe tuende kwa nani? Na wewe una maneno ya uzima.